Katika hii video tutaangalia jinsi ya create game object at runtime. Runtime ni pale application ina play. Kwa kitu cha mwanzo kuja kwenye hierarchy ta create capsule. Kwa right click, chagua 3D object capsule, ta create capsule. Select capsule, njoo kwenye inspector transform, left click, then hit reset. Select object kwenye hierarchy, bonyeza R. Ukizoom in kwa kuscroll mouse wheel, left click, alafu peleka mouse chini. Hii ita rescale, na kitapunguza size ya hiyo object. Nitasogeza juu ili uweze kuona. Ukibonyeza R, ukiselect hichi kibox cha kati, left click, alafu ukishusha chini ita resize, size yake itakuwa inashuka chini. Kwa uta set size ambayo umeridhika nayo. Kwa kwangu mimi nahisi hii inatosha. Kwa baada ya kuresize hiyo object na kucreate kwenye hierarchy, hapa hatuja create object at runtime. Tuna set object yetu ambayo tunataka iwe created at runtime. Labda tujue scenario ambayo tunaitayarisha, kama tunataka player aweze kufire bullet, yani ashoot risasi kwenye position hii hapa. Kwa baada ya kuselect kucreate hiyo object, tutaenda kwenye script ya player. Kwa kitu cha mwanzo tatengeza variable private game object ile tutaita bullet prefab. Tutaangalia kwa nini iwe bullet prefab. Prefab maana yake nini? Na ili tuweze kuidrag ile object kwenye inspector kwenye hii script, na specialize hii attribute serialized field. Kwa tutasave. Baada ya kumaliza compile, select player. Ili ile object iwe prefab, tunatakiwa tuiselect, then tuidrag kwenye project folder. Kwa huku tayari imebadilika, imekuwa rangi ya blue, maana yake hii object sasa hivi ni prefab. Prefab maana yake kwamba hii object tunaweza kuitumia tukatengeza copy yake at runtime. Na kawaida ya prefab, kuweza kucreate object at runtime, hii object inakuwa copy kutoka project folder. Kwa baada ya kutengeneza prefab, hii object ambayo ipo kwenye hierarchy tunaidelete. Then select player, select prefab yetu, left click, lakini hutoachia. Maana left click hold, halafu utaidrag kwenye ile field ambayo tumeitengeneza. Kiachia itakuwa imekaa hapo. Tutasave, tarudi tena kwenye script. Kwa tunataka player akibonyeza space uweze kufire bullet. Kwa tutacheki if input get key, kutokana tunataka akibonyeza mara moja aweze kufire bullet moja, kwa tutatumia get key down. Maana itakuwa true ile mara ya kwanza alipobonyeza hiyo key. Kwa tuta specialize key code dot space, nataka key code iwe space, button yetu iwe space. Kwa baada ya kuangalia player kabonyeza button gani, hapa ndo tutaya create object. Ku create object kuna method inaitwa instantiate. Utaandika instantiate, tafungua bano mbili. Instantiate ina method tofauti au inapokea parameter tofauti. Kwa sisi tunataka
origin position tunataka hii ya 11. Kwa hapa sehemu ya mwanzo, kitu cha mwanzo tuta specialize tunataka ku create kitu gani? Ni bullet prefab ambayo tumeiandika kule juu. Alafu hii sehemu hii tunataka position gani? Maana yake hii object itakuwa created katika sehemu gani? Tukija huku hapa tuna comment. Kija kwenye Unity tumesema hii bullet itoke hapa. Kiangalia hii mouse yangu hapa ndio anze toke bullet. Kwa kufanya hivyo, select player, tuta create empty object. Alafu hiyo object tutaita bullet fire point. Point ambayo risasi itatokea. Baada kuiandika hivyo, tutakuja huku tutaipeleka mpaka kwenye pointi hiyo. Ukizoom out utaona kama ni sehemu ndogo baada player. Kwa save, rudi kwenye script, toa comment. Kwa baada ya kuspecialize kwamba object gani iwe created, ni bullet prefab. Position pia tuta create variable ili kuweza kudrag ile pointi. Ile pointi itakuwa ni transform. Nasema bullet spawn point ili kuweza kuidrag kama kawaida. Like attribute ya serialized field, taenda kwenye Unity, select player, huko kuna error. Kwa hiyo kwanza ta comment ili uweze kucompile. Select player, itatokea ile field, ta select bullet fire point, taiweka kwenye field, ta save, alafu tarudi tena kwenye instantiate method kumalizia. Kwa hapa kitu kinachofuata tuna specialize position gani itokee kwenye bullet spawn point. Kubonyeza tab itajimalizia. Na kitu cha mwisho tunataka je iwe na rotation au vipi? Tunataka bullet yetu itokee kama tulipoiseti mwanzo. Utasema quaternion.identity. Maana kitu tuta ignore any rotation. Hapa bullet spawn point dot position. Maana ni position gani ambayo tunaitaka. Ta save. Unity. Baada ya Unity kumaliza kucompile, ta hit play. Kibonyeza space, utaona kwamba object yetu inakuwa bullet ina created. Kwa hivyo ndio jinsi ya ku create object at runtime. Kibonyeza space, bullet itakuwa ina created. Kwa kama umefika hapa, usisahau ku like, comment na kushare. Tutaonana kwenye video.